Habari ya uzima ndugu zangu, na wasalimu kwa jina kuu kuliko jina lote, jina la Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, anachokisema Profesa Janabi yuko sahihi 200%. Haitakiwi tule mara 3 kwa siku, wala haitakiwi tunywe maji lita 3 kwa siku. Sio kweli. Haitakiwi tunywe maji lita 3 kwa siku, wala haitakiwi tule mara 3 kwa siku. Kwa sababu gani? Unajua mwili wa binadamu ulivyotengenezwa, pale unaposikia njaa kuna message itatumwa, itakutuma ndani ya mwili, inatakiwa uende ukale chakula. Na ndo hata pale unaposikia kiu kuna message mwili itatumwa, inabidi uende ukanywe maji. Na ndo maana mtu anaweza kakaa akanywa pombe hata kreti 2 za bia ndani ya lisali moja, akamaliza hata masaa 2 kreti 2 za bia. Lakini mtu huyo ukenda kumpa maji lita 6, hata lita 5 tu ndani ya masaa 2, amalizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili wa binadamu unatambua maji kwenye mifumo yake, ila itambui pombe. Ndio maana ukuta inaingia na kutoka. Na mtu anapokuwa anakunywa maji, kuna homoni maalum ambayo ina control wewe usikie kiu. Ndio kazi yake hiyo, kwamba ukisikia kiu ndio hiyo homoni ipo. Kazi yake ni kukuletea kiu ndani ya mwili. Wewe unahitaji kusikiliza watu, hizo ni propaganda za wafanyabiashara na watu, ili maji yaweze kuuzika. Umeona? Kuna homoni maalum inaitwa angiostensin hormone. Hii hormone kazi yake ndo kukupa mwili kiu na wewe kwenda kunywa maji. Mwenyezi Mungu ameumba hii miili. Mwenyezi Mungu ana akili sana kuliko wa binadamu. Hakuna mtu kama yeye. Kaweka kabisa hormone maalum ambapo wewe ukisikia kiu inakutumia message kwamba huu ndo muda wa kunywa maji. Ndipo unapoenda kunywa maji. Ni kama vile kwenye kusikia njaa, au hitaji kula mara 3 kwa siku. Wala msosi wa asubuhi sio msosi wa muhimu kuliko msosi wote. Wanatuaminisha kwamba msosi wa asubuhi, breakfast, na msosi wa muhimu kuliko wote. Sio kweli ndugu. Unapoamka asubuhi, kama hausikii njaa, hauna haja ya kula chakula. Kwa sababu kama unasikia njaa, mwili kuna hormone inaitwa ghrelin hormone. Kazi ya hii ghrelin hormone ndio kukutumia wewe message kwamba hapa unasikia njaa. Sasa inatakiwa uingize chakula. Na kama uko tayari kuingiza chakula kingine, ndipo mwili uko tayari kutoa choo. Ukiwa unakula hivi bila kusikia njaa, ndipo inakupelekea kupata visukari, pressure, bawasiri, kutokupata choo pia, kwa sababu unakula muda ambao mwili bado hujamaliza kazi zake tumboni, kutoa ule uchafu, unaipa kazi nyingine. Na kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ameweka hizi hormone, ila sisi tunawasikiza binadamu wenzetu ambao wanajiita wataalamu, wana madaktari. Mimi mwenyewe ni daktari, lakini elimu pia inabidi iboreshwe na iwe katika viwango ambavyo vinaendana na misingi ya Mwenyezi Mungu. Pia hata ukila chakula, ukishashiba, kuna homoni maalum pia ambayo kazi yake ni kufanya wewe ujisikie umeshiba. Ukishashiba hata kijiko kimoja hakipenyi tumboni, kwa sababu kuna hormone pia inaitwa leptin hormone. Kazi ya hii leptin hormone kama mnavyoona hapa, hii ndio inakufanya wewe ujisikie uko full, umeshiba. Umeona? Ni kama vile ukiwa unakunywa maji pia kuna hormone ambayo inakupa kiu, na kuna hormone ambayo maji kiu ikishakata, hata ufanyaje, hata tone kupeta na penya inakuwa ngumu. Umeona? Ndio maana inabidi tuishi katika misingi ya Mwenyezi Mungu, inabidi tukumbuke pia tuishi katika misingi ya sayansi. Kwa sababu kumekuwa kuna biashara nyingi za vyakula na biashara nyingi za maji, pia maji yanauzwa na kampuni kibao yanauza maji. Kwa madaktari pia tumekuwa tukitumika kuambia jamii kwamba unahitaji unywe maji lita 3 kwa siku. Sasa nani tumsikilize? Mifumo iliyoweka Mwenyezi Mungu pamoja hata na Profesa Janabi anatuambia inabidi tule chakula pale unaposikia njaa, au tuwasikiliza watu wengi na madaktari wengi ambao hawafuati misingi ya Mwenyezi Mungu, wanafuata misingi ya mzungu ambao wanatuambia tunywe maji lita 3 kwa siku. Acha hiyo. Kuna siku nilienda ofisini moja hivi, nikamkuta mtu yuko ofisini ana lita 5 za maji kakaa nazo pale, kaambiwa kwamba ameshauriwa daktari inabidi anywe maji mengi. Alafu yuko ndani ya ofisi, hiyo ofisi ina AC, kaeka maji hapo. Yeye anakunywa maji tu, akijisikia tu akiwa huru tu anakunywa maji. Ndugu yangu, unywaji wa maji ya mtu ambaye anakaa ofisini kwenye AC na mtu ambaye anakaa juani ni tofauti kabisa.
na bado wote inabidi unakunywa maji pale unaposikia kiu tu. Na unaposikia kiu sio unakunywa maji kizungu ile kidogo na cha, yani kunywa maji mpaka ya glasi iishe ya kwanza, glasi ya pili ikiisha, kwa sababu kiwango cha mwili kishafikia kwamba maji yametosha, hata ufanyaje hata tone liwezi kupita. Huu mwili sio wako, sio mwili wetu. Mwenyezi Mungu kaweka komandi umu, inabidi tuzisikilize na tuziheshimu, na inabidi tuzisome. Hata mfumo wa elimu inabidi uzingatie hicho kitu muhimu sana. Ndio maana mimi namkubali sana Profesa Janabi anavyosema ile swala kwamba inatakiwa kwa siku mtu ule mara 2 kwa siku. Mara nyingi, kwa sababu mara nyingi sana njaa ya kweli kabisa, njaa ya kweli waga inatokea mara hizi mara 2 kwa siku. Njaa kabisa watu wengi mara 2 kwa siku ndio inawapata. Hizo zingine mara nyingi waga sio njaa. Hizo ni hamu tu ya kula vyakula vya wanga na sukari nyingi. Sasa vyakula vya wanga vina mtindo wa kukupa hamu ya kula zaidi. Na ndio maana vyakula vya wanga ndio vinanenepesha na ngano, kwa sababu inafanya mtu unakula mara kwa mara. Vinaleta alosto. Sijui mpaka hapa tumeelewana ndugu yangu. Mimi ni mtumishi wa afya, niko chini ya mamlaka ya Wizara ya Afya. Nipo kwa ajili ya kusaidia jamii yetu ndugu yangu, na mpaka hapo nadhani tumeelewana ndugu. Yaani heshimu amri zote za Mungu zilizowekwa ndani ya mwili. Hata pale unaposikia choo kinakubana, usijizuie kupata choo. Labda ukiwa na emergency au vitu vimekubana, unafanya vitu vyako ndio unaenda kupata choo. Lakini kama upo kwako, unatumia simu, choo kinakuja unabana, kinarudi. Huo ndo mwanzo wa kupata bawasiri, huo ndo mwanzo wa kupata inflammation, uvimbe tumboni, huo ndo mwanzo wa kupata bakteria SIBO, small intestinal bacteria overgrowth, yani kwamba unakuta bakteria wanakuwa wengi sana tumboni, si mchezo. Kwa sababu wewe Mwenyezi Mungu anaweka amri yake anatakiwa upate choo, wewe unazuia kisa simu. Mkojo unakuja unazuia kisa simu. Umeona? Afu choo kipo karibu. Kama ukiwa na dharura unaweza ukajizuia, lakini kama unajua huna dharura, choo kikija nenda kapate choo. Hiyo ni sio amri yako. Huo sio mwili wetu. Huu sio mwili wetu. Huu ni mwili kaumba Mwenyezi Mungu na kaweka amri zake za kuzifata. Sema binadamu wenzetu wamekuwa wajanja, wanataka wauze maji. Ndio maana tuambia nataka tunywe lita 3 za maji kwa siku, au sijui ukiwa mrefu lita 6, sijui ukiwa mrefu futi 6, sijui 6.3 nataka unywe kiasi hichi cha maji. Sio kweli. Sio kweli kabisa. Hizo ni propaganda za biashara. Maji inatakiwa unakunywa pale unaposikia kiu, kwa sababu kuna hormone maalum angiosperm ndio ina control kiu. Ukisikia kiu unataka kunywa maji. Chakula inatakiwa unakula pale unaposikia njaa tu, kwa sababu kuna hormone inaitwa ghrelin hormone. Nimeonyesha hiyo ndio kazi yake, control unaposikia njaa. Na kuna hormone pia inaitwa leptin hormone, ambayo ukishashiba yenyewe ndio inakufanya unajisikia umeshiba na kihitajiki chakula kuingia chochote kwenye koo, uweze kula tena. Ndio kazi hizo hormone zimewekwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu mwenye akili kama Mwenyezi Mungu. Ila hawa watu ambao wametangulia mbele na madaktari wengine ambao wanatumika na wafanya biashara, ndipo wanapelekea kubadilisha hii mifumo. Kwa anavyotokea mtu mmoja kama Profesa Janabi kuongea ukweli, mnamuona yeye yuko tofauti na watu wengi, kwa sababu yeye ni amna tofauti na Mtume Musa aliyechaguliwa kuvusha watu. Alikuwa ni mmoja tu kuvusha watu kutoka Misri kwa Farao mpaka Israeli. Ni sawa na Profesa Janabi anachokifanya. Yaani anajaribu kuwavukisha kutoka huku kwenda huku, lakini kuna watu wengi bado wameaminishwa tofauti. Na wameaminisha hivyo kwa sababu lengo ni biashara mwisho wa siku. Lakini zingatieni afya ndugu yangu. Follow page yangu, nitazidi natoa. Kama una swali lolote ndugu zangu, naomba uniulize swali lako lolote kuhusu afya. Na hakuna daktari na profesa aliye vizuri mwenye upendo kama Profesa Janabi. Ndio daktari ambaye mimi naendana naye hata misingi yangu na ninamkubali sana. Ni mtumishi wa afya pamoja na mimi pia tuko chini ya Wizara ya Afya. Tunasaidia jamii hii kwa hakika na kwa upendo. Asante sana. Mungu atubariki sana na Mwenyezi Mungu atubariki wote pia.